Mungu akubariki sana. Leo Mtakatifu tunakualika kutufundisha neno lake katika jina la Yesu. Amina. Leo tunaangalia kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Yohana mtume wa Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa katika kisiwa cha Patmo ambapo Bwana Yesu alimtuma malaika wake kumuonyesha Yohana habari za siku za mwisho. Sura ya 1 mpaka ya 3 alionyeshwa habari za makanisa ya Asia, makanisa 7. Kanisa la Efeso aliambiwa kwamba wameacha ule upendo wao wa kwanza. Kanisa la Sardi waliambiwa kwamba wana jina la kuwa hai lakini wamekufa. Kanisa la Philadelphia waliambiwa kuwa wameshika neno la subira ya Mungu. Kwa hiyo washike sana walichonacho. Hao tu ndio ambao hawakuambiwa makosa yao. Kwa hiyo walikuwa wamesimama vizuri na Mungu. Kanisa la Laodikia waliambiwa kwamba wao si baridi wala si moto. Kwa hiyo wao ni vuguvugu na Bwana Mungu atawatapika kwa sababu ni vuguvugu. Wawe na bidii wakatubu. Katika sura ya 4 mpaka ya 18 tunaona mambo mengi ambayo yatatokea siku za mwisho yalielezewa hapo. Kuna habari ya muhuri 7, baragumu 7 na mapigo 7 ya mwisho. Katika kila baragumu ikipulizwa kuna kitu kinatokea. Vitasa 7 kifunguliwa kimoja kuna kitu kinatokea. Muhuri 7 kile inapofunguliwa kuna kitu kinatokea. Kwa hiyo nenda kasome hapo. Sura ya 3 tunaelezwa habari za mpinga Kristo. Atakapokuja duniani, atakapolazimisha watu kuwekewa chapa 666 na wale ambao majina yao hayajaandikwa katika kitabu cha uzima watamsujudia huyo mnyama. Na hautaweza kuuza wala kununua bila kuwa na hiyo chapa 666. Atafanya kazi pamoja na nabii wa uongo ambaye atafanya miujiza mingi, lakini kumbe yuko upande wa mpinga Kristo, atakuwa sio nabii wa ukweli. Katika sura ya 19 mpaka 22 tunaona pale Yesu atakaporudi mara ya pili, inaelezwa kwamba atakaporudi atamtupa katika ziwa la moto huyo mpinga Kristo pamoja na nabii wa uongo. Ibilisi atafungwa miaka 1000, Yesu atatawala miaka 1000 kwa amani kama alivyotabiri nabii Isaya. Kutakuwa na amani kuu sana. Baada ya miaka 1000 Ibilisi atafunguliwa kwa muda mfupi, atajaribu kufanya vita lakini hataweza, na yeye atatupwa katika ziwa la moto. Baada ya hapo sasa ndio itakapokuja ile hukumu kwa watu wote, wafu watafufuliwa, na kama jina lako halimo katika kitabu cha uzima utatupwa katika ziwa la moto, ukaungane na Ibilisi mpinga Kristo pamoja na nabii wa uongo. Baada ya hapo Yohana sasa ndipo alipoonyeshwa mbingu mpya na nchi mpya, na akaonyeshwa yule Yerusalemu mpya ikishuka kutoka mbinguni. Hapo ndipo maskani ya Mungu itakuwa pamoja na wanadamu.